Stories, we go to the Milimani Law Courts and listen into what the families of the three men from Mlolongo have to say. Haki. Tumepembeleza askari pale mara kama 4. Tumekaa pale almost 1 hour. Hadi tukafukuzwa mali kwa tumesimama tukaambiwa twende tusimame uko mbali. Tumesikitika sana na hii serikali ya Ruto. Because tumetembea sana tukitafuta kijana yetu. Hakuna mochari hatujakanyanga, hakuna hospitali hatujakanyanga na tujapata haki. Na kukuja kwetu hapa tulikuwa na matarajio makubwa sana kupata kijana yetu. Na sijui nini imehappen. Sasa tunataka kujua wako ama waliuliwa. Kama waliuliwa, tupatiwe mwili sisi tusike tujue tulisika mtu. Kuliko kutafuta mtu yuko mzima mahali na hatujui yuko wapi. Sasa tunaomba serikali ya Ruto tuachilie watoto wetu mali yako. Wale wengine waliachiliwa tukakuwa na hopes tutapata hao watu waine wenye walishikwa Mlolongo. Lakini bado tunazidi kulia. Huyu mama ametoka Kitui asubuhi ya leo. Tunafika pale tunazuiliwa kuingia. Na bado anarudi huko. Saa hii hakuna kitu tunafanya. Ni kutafuta kijana yetu. Hakuna mtu tunategemea tunaweza ona kweli anaweza tusaidia. Pati tumesunguka kabisa. Hatujapata haki. Haki yetu itatoka wapi? Tutapata wapi haki yetu? Tumekuja hapa tumesikia vile jaji amesema. Hatuwapewe time mpaka lini? Hakuna wale watu wanashikangwa wanashungulikiwa mpaka haki inapatikana. Kwa nini hao wetu wasipate haki ni washungulikiwa warudishwe hapa tuwaone? Basi tungewapata hapa tusikie walifanya ABCD. Tuseme kama wako koti wako wazima hakuna shida. Hata tunatafuta watu hatuoni wako wapi. Sasa si tunataka haki ipatikane. Na kama hakuna haki sasa sijui sasa. I don't know. Kwa hizi siku zimepita tumeona watu ambao wakipotea kwa njia kama hii. Na sisemi kwamba ni sawa. Watu ambao wamekuwa wakipotea ni watu ambao wamekuwa wakikashifu sana serikali ya mitandao. Na si haki si sawa. Pengine kwa njia yoyote ile Halani alikuwa active kwa mitandao na pengine alikuwa active citizen na katika ku-criticize serikali. Kwa upande wa criticize serikali nasema hivi bradhangu hajakuwa active kwa mitandao. Na ukiangalia account zake zote hakuna kitu ameposti kuhusu government. Na kama kuna kitu alifanya sisi bila kujua asamehewe na achiliwe. Ama tufuate haki tujue ikienda hivi inaendanga aje. Tufuate haki tujue kama watoto wataachiliwa ama wataachiliwa. Tufanye kesi wakiwa kotini kuliko kutafuta mtu mwenye mpati. Yes, tumesikitika sana. Hatupati mtoto wetu. Kijana mdogo sana ana family. Hajaoa. Miaka mingapi? Ako 29 years. Sisi hatujui tutasaidika vipi. Tutapata haki vipi. Ni hasla tu. Anafanya hasla yake huko Mlolongo. Amekuwa akiuza akona kibanda ya kuuza bags hizi mpya ana supply. So hatujui. Dada ni kipi kinafanya muamini kwamba huenda kwa serikali inashikilia? Tunaamini kwamba kijana wetu ako na serikali kwa sababu walichukuliwa na watu ambao wajulikani. Na number plates zilifichwa mpaka wa leo. Alafu mahali walitolewa hakuna CCTV ya kuonyesha kwamba vile hizo ngali zilienda na zilikuja. Tunajua kwamba hao ndio walichukua watoto. Yangu unaitwa nani? Mimi naitwa Monica Mwende. Monica Mwende. Asante sana Monica. Thank you. Asante sana. Kile hawa watoshe kwa familia tokena wakili. Yeah, we want to release the family. They can flick me, they can deal with me. Yes. I just want to state that start with the initial thing you brought to the attention of the court about the fact that they were denied to access. Yes, when I came to court this morning, I found that this team, there were instructions from the guards, from the police officers at the gate of the court. There were instructions that the members of these families don't access court.
And when I asked the officer, he said the instructions are from above. So I came to court, I reported to the judge, and the judge guided me to go to the registrar of the court, who should be able to address that matter administratively as the judge proceeds with the court. So I went to the administrator, and he was very surprised that the officers could even issue orders of that nature. Because even when the courts are full, the administrators of the court always provide sufficient space for members of public or for people associated with the petitioners. And therefore, that's why we are really politics in this matter. It is very unfortunate that a mother of a person who is kidnapped can come to court and be denied an opportunity to access court. The courts are accessible to public, to anybody who is seeking justice. And therefore, we are very grateful that the judge helped and the officers now allowed them to come and hear the case of their son. And I want to say that the Mlolongo 3 or 4, there's one matter of Kavingo from Kibwezi. Mizanzuko is from Kilungu, all of them from Makueni. This particular gentleman, Moema, is from Yata and Katangi, and that is within Machakos County. And therefore, as a representative of the people and as a lawyer, an officer of this court, and a member of the Law Society who have petitioned in this particular case, we are very keen to find justice for these people. From the stories we have heard from the others who are abducted, they have indicated that they are held in places where they were beaten up, dark rooms, somewhere within Nairobi. And then later on, they felt that they were transferred to a military installation to recover, and where they were treated better so that they could access. We are aware some people have been found dead, and others have disappeared completely. I am really pleading with the government and with the security officers. The Constitution demands that whoever is in charge of security, the biggest responsibility goes to the President, followed by the IG, followed by the Director General of CID. And that's why you heard the judge say, the IG, the minister, has no business in court unless there is policy issue in court. But the President and the IG have squarely a responsibility under the Constitution to safeguard Kenyans. And even if they are abducted by criminals other than the police, then we should know, the police should know who these people are. These people have guns, including the latest guns we see with the police. These people have handcuffs. These people are either in pro boxes, Subarus, or at times Prados. There's no way, you will hold guns in this country, even handcuffs, and the police spare you, unless the police, they know who you are. So we really want to say that this squad, which is kidnapping people, should be disbanded with immediate effect. And those are voices of the advocates representing the families, including the family themselves, seeking and requesting that their loved ones be produced in court. And it is also a sad situation that Kenyans will be denied access to an institution that is public. But now, let's take a short commercial break. We'll be back with much more.